Leo tuko maeneo ya Rabai Kisurutini na tumekuja huku kumtembelea Mama Lizzy Tinga ambaye ni mtiania lakini pia ni mgombea wa kiti cha udiwani cha eneo la Rabai Kisurutini. Yapo mengi ambayo najua unapaswa kuyasikia na unapaswa kuyajua kumuhusu yeye, azma yake, nini alichokiona mpaka akaamua kutiania ya kugombea kiti cha udiwani. Huyo hapa. Habari mami? Nzuri sana. Uko salama? Niko salama. Rabai Kisurutini kuna kupelekaje? Well, Rabai Kisurutini sio rahisi vile, lakini kwa ajili ya determination yangu ndio na kumwamini Mwenyezi Mungu naona ananiwezesha na naona si kubaya, kuna nipeleka vizuri. Okay. Kuna watu ambao wamekuwa wakisikia Mama Lizzy Tinga lakini hawajawahi mjua vizuri. Pengine utupe tu profile yako kwa fupi kabisa. Mama Lizzy Tinga ni nani? Okay. Mimi ni kama unavyojua ni mimi Lizzy Tinga. Mimi ni mzaliwa wa hapa Rabai na naishi hapa Rabai. Ndiyo. Nilisomea utotoni, nilisomea Mombasa, lakini nilikuja kusomea Isaac Nyondo. Okay. Nikasoma class 8 huku. Nilipomaliza class 8 nikaenda kusomea tena Bara. Ndiyo. High school. Pengine unataka niseme shule ambayo nilisomea lakini si muhimu. Nilisomea Bara. Okay. Alafu nikarudi nikasomea college hapa Mombasa. Okay. Na nimekaa Rabai sana, nimesettle tu Rabai. Nimeinteract na watu wa Rabai, makanisa, wale schoolmates wangu wa zamani, majirani, yani mimi ni mkazi wa Rabai kwa ufupi. Okay. Hivi kwa mfano ukiulizwa ni kitu gani ambacho unakipenda sana kuhusiana na Rabai ambacho unaweza ukawaambia hata watu ili waweze pia kuja Rabai? Okay, Rabai ni mahali ambapo pana watu wakarimu. Rabai hakuna uhalifu ule mbaya kama sehemu zingine. Alafu Rabai pia ni mahali pazuri so unajua hata hiyo scenery yenyewe, hiyo minazi, hewa safi. Huku si sawa na kama Mombasa kule ukienda kuna joto jingi. Rabai ni kuzuri, yani watu wenyewe pia ni wakarimu. Okay. Na wanaishi kama jamii moja. Warabai ukiishi Rabai unaishi na wenzako, yani tunaishi kama jamii. Mimi hiyo ndio imenifanya nipende pia Rabai zaidi. Okay. Azma yako ilianza mwaka gani na ni kitu gani kilikupa msukumo mpaka ukaona mimi nafaa kuongoza Rabai? Mimi mwenyewe huwa ni mtu ambaye huwa napenda niko keen sana na mambo mengi. Sasa utakuta mimi ni mtu ambaye pia nashukuru Mungu alinipatia ile courage. Sasa kitu kilichonifanya sasa nitake kuongoza hii Rabai pia ni masuala kama ya elimu. Okay. Unakuta kuna wanafunzi ambao pengine ni werevu, wamepita, halafu hawana mtu wa kuwasaidia, na sio mmoja wala wawili. Halafu pia elimu Rabai ni kama mzungu alianza elimu hapa. Lakini Warabai wenyewe pia wamekuwa reluctant. So nikasema kama kiongozi nataka niwasaidie waweze pia kuzingatia ile elimu. Wasizingatie mambo mengine zaidi ya elimu. Kama sisemi harusi ni mbaya, lakini utakuta michango inayofanywa huku mingi, pesa nyingi zinaenda kwa harusi. Na elimu ambayo ndio uti wa mgongo, ambayo haiozi, unakuta watoto wanaachwa miji huku kwenye villages. Watoto wengi utakuta waendi skuli, lakini unakuta harusi lichangiwa milioni. So mimi nikaumwa sana, kama niko na ile dream ile. Nikasema nataka nisimame ili niweze kusaidia kuunganisha jamii pamoja, pia tuzingatie mambo muhimu ili tuweze kuendelea mbele kielimu, na pia kama kiongozi niweze kusaidia watoto kupitia bursaries waweze kwenda skuli. Okay. Alafu nikiwafundisha sana umuhimu wa ile elimu. Okay. Kushinda mambo mengine. So kabla hii azma yako ya kugombania huu uongozi, pengine ni kitu gani ama ni juhudi gani ambazo umezifanya kwenye jamii yako ya Rabai Kisurutini ambayo inaweza kuwa kama moja ya kigezo cha watu kusema kwamba Mama Lizzy kweli ana maono? Okay. Mimi nimefanya mambo mengi since nianze. Kama jamii yangu huwa ninaisaidia kwa hali na mali.
saa ingine hakuna maji, inabidi wana shughuli yao. Na pale maji ni kitu muhimu sana, huwa nawapelekea maji. Nimekuwa nikisaidia watoto wa shule ambao hawana fees, na wajalizia si primary, si secondary, si university. Nimekuwa nawasaidia na karo, alafu na vifaa vyao vya kusomea. Mahitaji ya watoto ni mengi. Pia nimekuwa nikisaidiana na kina mama kuwachangia katika miradi yao. Hii inaitwa team. Kila makundi nimeyachangia kufikia saa hii, ya Kaliang'ombe, ya Mwele Kisurutini, ya Mgumu wa Pata na ya Buni Kisimani. Na kwa jamii yangu kwa jumla nimekuwa pia nikitembelea makundi mengine tofauti. Kuna makundi yenye saa yako team. Kuna makundi ya wakulima, kuna makundi ya kama hizi traditional dancers, wako na miradi yao ya kuwainua kiuchumi. Nimekuwa nikiungamana nao ili tuone tutafika wapi niweze kuwasaidia zaidi, kama Mungu ataniwezesha niingie pale. Sasa hivi tuko kama miaka 13 kama nitakuwa sijakosea kwenye ugatuzi. Toka mambo ya wadi yaweze kuwepo. Ni makosa gani ambayo naona viongozi waliopita na walioko ambayo wameyafanya, ambayo unahisi kwamba wewe ukiingia utaanza na hayo kuyashughulikia? Mimi sio mkosoaji vile. Wale wako tayari wako. Ndiyo. Na iliwagharimu pia kufika pale. Lakini mimi kwa sababu ninaona niko na haki na niko pia na nafasi ya kuingia. Ndiyo. Mimi nikiingia nitafanya kama mimi. Sitaki kuangalia ati ni nani hakufanya hiki, ni nani anafaa afanye hivi. Mimi najiangalia mimi mwenyewe. Mimi tayari nikiingia nimekuambia nitaanzia mambo ya elimu. Halafu pia nitaangalia pia kuinua jamii zetu kibiashara. Kuna wabiashara wadogo ambao pia wanahitaji boost. Kuna mtu anahitaji biashara lakini hana namna ya vile atakavyopata afanye ile biashara. Wengine niwasaidie waweze kufanya biashara kama hizi za sokoni. Na wengine wako wamenirequest niwapiganie wapate soko lao, ambao it's possible kama kiongozi. So vitu kama hivyo nitaviweka kipaumbele, maana ukiinua uchumi umeinua pia elimu. Maana mwingine atakwambia mtoto wangu hana fee kwa sababu hana income. Lakini ukimuinua kiuchumi, si huyo pia atakuwa na income, aweze kusaidia jamii yake na pengine mambo yake ya watoto wake ya elimu. So tukiboost economy itasaidia pakubwa. Sasa jamii yetu imezungukwa na baadhi ya watu ambao wana ile kasumba ya kwamba mwanamke kwenye uongozi hafai. Labda uongozi wake pengine huyu ni wa nyumbani, uongoza tu familia kama baba pengine yuko kazi. Ushaipatana na hizi comments za kusema kwamba wewe kaa tu nyumbani, uongozi achia watu fulani? Nazisikia mbali mimi, manake mimi ni mwanamke wa kisasa. Ndiyo. Na hizo zilipitwa na wakati. Saa hii mwanamke anaweza fanya hata zaidi ya mwanamume. Venye mwanamume yuko pia mwanamke yuko hivyo hivyo kiakili. Tofauti tu ni maumbile. Lakini mwanamke anaweza, na wengi tunaona wanaweza. Hata kuna marais wanawake, kuna gavana mwanamke hapa Kwale. Na mwanamke anaweza. Mimi hizo nazipuzia mbali, maana mwanamke anaweza kuwa engineer kama mwanaume, anaweza kuwa daktari, anaweza kuwa mwalimu, anaweza kuwa mkulima bora. Mwanamke anaweza score academically hata more than mwanaume. Lakini sisi tu tunadharau wanaume, lakini tuko sawa pia sisi. Wanawake kama mimi najiamini niko sawa. Ndio. Sasa maneno yako pengine kwa wale wanawake ambao wamekuwa na ndoto ya kuingia kwenye masuala ya siasa, lakini wengi wao wamekuwa wakiogopa, wakiamini kwamba hii ni shughuli ya jinsia fulani, hii ni shughuli ambayo tukijihusisha tunaonekana kwenye jamii kama heshima yetu iko chini. Pengine wewe kama mmoja wa wanawake ambao umeamua kugombea, unaambiaje wanawake kama? Unajua unafaa wewe mwenyewe kama mwanamke uwe na ujasiri. Ndio. Halafu usijali nini kitasemwa, nani atasema, bora una lengo zuri na una nia nzuri na watu. Halafu mienendo yako sinaonekana. Mtu atakuhukumu vipi na naona unafanya mambo mazuri. Unaenda unasaidia watoto wa shule, unarudi unasaidia vijana katika mechi za mipira, unasaidia jamii yako, unaingia kwa makanisa, unasaidia hata misikiti. Ni nani atakuhukumu? Bora uwe unatenda mema. Usiangalie kile watu watasema, maana hata wanaume si pia unaona wanadokolewa
criticize, hiyo ni lazima. Ndiyo. Lakini ni ujiamini, na pia uwe uko prepared, ujue ile kazi inahitaji nini kabla uingie pale, ujue inahitaji nini na nini na nini na nini. Physically na spiritually inahitaji nini ile kazi. Anaitwa Mama Lizzy Tinga toka maeneo ya Rabai Kisurutini. Nataka tumalizie na hapa, nikupe dakika 2 uongeleshe watu wa Kisurutini na uambie kwa nini wanafaa kuchukua kura na kwa nini wanafaa kukuzingatia wewe kama Mama Lizzy Tinga inapofika wakati wa kupigia kura. Watu wa Kisurutini, ninawasihi muweze kujiandikisha kura, maana kupitia kujiandikisha kura ndio mtaweza kuchagua yule kiongozi mnayemtaka na mumpitishe. Mimi kama Mama Lizzy niko kwa ajili yenu. Nataka niwapiganie haki zenu, niwaletee maendeleo, nizidi kuwaweka pamoja kimaendeleo ili jamii yetu inawiri kielimu, kwa mambo ya ukulima, kiuchumi, kupitia biashara na mambo mengineyo ambayo yanahusu eneo letu. Kwa hiyo mimi ni mama jasiri. Watu wa Kisurutini, naomba munizingatie 2027 na hamtajuta, maana uongozi wa mama pia una utofauti wake, na mama anaweza, mama anainua jamii. Kwa hiyo muwe na msimamo wa kuinua mama, na nyinyi wenyewe mtakuja kujionea maendeleo zaidi hapa Kisurutini. Shukrani sana mami kwa muda wako, na shukrani sana kwa kutukaribisha Rabai Kisurutini. Pengine kwenye mitandao ya kijamii wakitaka kukufuatilia. Kwenye Facebook ninaitwa Lizzy Tinga. Halafu siko sana active kwa Instagram, but pia niko kwa Instagram na the same name. Halafu siko TikTok. Sana huwa na deal na Facebook. Kwa nini uko TikTok? Sijaishabikia vile. Huwa nimekuwa tu niko na focus ya Facebook. Manake pia mimi mwenyewe sikuwa mtu wa mambo mengi kupost social media mpaka nilipoingia kwa siasa. Shukran sana. Sisi tunakutakia kila laheri kwenye safari yako hii ya kugombea kiti cha udiwani cha Rabai Kisurutini. Mungu akujalie, Mungu akuongoze na Mungu akulinde kwenye safari yako. Asante. Mimi naitwa Dula Wageto bana. Leo ilikuwa ni siku nyingine nzuri kabisa pande za Rabai Kisurutini. Fanya hivi, fuatilia mitandao yetu yote ya kijamii ili uweze kuona zile exclusive zote ambazo tunazifanya.